Shalom, shalom. Amani ya Bwana iwe nawe. Karibu tena mpendwa mtazamaji wa Utakaso Television. Tunaendelea pia kuhojiana na dada yetu mahali hapa ambaye ni mgeni wangu, amefika mahali hapa kwa ajili ya kumshuhudia au kushuhudia matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya katika maisha yake. Kwa majina yake atajitambulisha. Anaitwa nani? Tafadhali, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Ana Bwanali. Naam, dada Ana, pengine kwa faida ya watazamaji wetu, na ungetueleza au ungewaelezea kwa matendo gani ambayo Mungu aliyokutendea katika madhabahu hii ya Kituo cha Utakaso Miracle Center kupitia kwa mtumishi wake Nabii Sebastian Ladi? Ninashukuru Mungu kupitia kwa mtumishi baba yangu Nabii Sebastian Ladi, amenitendea matendo makubwa sana. Nilikuwa nina binti yangu ambaye anaitwa Azaria Daniel Kisambu. Alikuwa mjamzito, alikuwa amepelekwa udini, wakasema anahitajika aende operation. Baada ya kumpeleka operation, hapo akawa amefariki. Baada ya kufa simsioni, basi ameomba kama masaa mawili, kama saa 2:15 akaanza kutoa udini. Alipomtoa mle udini, manesi wote wakajaa kwenye kile kitanda, wakaniuliza, mama unaabudu watu? Nikamwambia Kituo cha Utakaso. Akasema sawa. Kwa nabii nani? Nikamwambia Nabii Sebastian. Akasema sawa. Sasa ni kweli binti yako ilifanywa operation pepe, aliacha maisha. Namshukuru Mungu kwa matendo makubwa. Binti yangu amefufuka tena upya kwa alipo duniani, na pale baba akaomba akasema hiyo damu iliyokuwa umemchangia hatawekewa, dilipu la maji likiisha hawatamuongeza tena, na atakapopata ufahamu atapata nguvu za kunyanyuka na kufanya mazoezi, na kesho mtatolewa udini. Na ni kweli ilikuwa hivyo, matendo makuu yalipitika hivyo. Na kesho yake hata walikuwa wametanguliwa kufanya operation, tuliwaacha pale udini, lakini kupitia madhabahu ya Nabii Ladi. Namshukuru Mungu kwa matendo makubwa, hakika sitatoka kwenye madhabahu. Mina mpendwa mtazamaji, ni ushuhuda ambao unaosisimua sana. Ni vitu ambavyo pengine tulivisoma kwenye maandiko, lakini kwa macho yetu au kwa ushuhuda huo mama, hakika maiti ilifufuka, mtu ambaye tayari alishatolewa kwenye ulimwengu kabisa huu, lakini kwa maombi ya mtumishi wake Nabii Ladi hakika alipata uzima tena na kaendelea kuishi. Pengine kwa faida ya watazamaji wetu wa Utakaso TV, ni kipi ambacho pengine ungewashauri au pengine wengine wangetamani kupokea muujiza huo ambao wewe binti yako alifufuliwa kutoka kwenye mauti? Kipi cha kuwashauri pengine ungewaambia wapenzi watazamaji wanaotuangalia sasa hivi? Mimi nawashauri tu wawe na imani, na watakapopata taarifa hizi basi wajitui, watamani kumtafuta Nabii Ladi. Nabii Ladi anaweza yote, kwa sababu hakika toka hapo huyo binti hata mpaka hivi sasa yupo hai na alipata kazi, kwa sababu watu walikuwa wamesoma maisha yake akawa yani kazi hapati, lakini toka hapo alipokuwa ameombewa na Nabii Ladi amepata kazi, yupo Dar es Salaam sasa hivi, ni mhasibu na amejifungua tena mtoto mwingine kwa usalama kabisa bila matatizo mengine yoyote kupitia Nabii Ladi. Hakika nasema kupitia madhabahu hii waamini tu na wamtafute. Hakika Mungu ni mwema, na Mungu aendelee kutunza muujiza wa binti yako. Amina. Mungu akubariki sana. Amina. Naam.